mjukuu, naomba unisaidie hata 500 na hii sikiu sana. Hivyo ni michaya, umetuma uniloge, toa hapo ushamba. Hapana mpenzi, mimi sio mchawi. Nitole ujinga hapa. Haya tosha. Unanifanyia nini? Tena siku nyingine ukiniona upite mbali, unikomee, sitaki mazoea. Mwanangu, mbona umechelewa? Ulipita wapi kipenzi? Nimechoka bana, sitaki maswali. Au hutaki nisome niache? Basi nisamee mwanangu, kuna mfanyakazi uko mpya amekuja, yuko jikoni anaandaa chakula. Hajapika mpaka sasa hivi. Ni mgeni mwanangu, hebu tumpe muda kwanza. Unapenda kuwatetea wafanyakazi kama ni watoto wako. Ngoja nibadilishe nguo, alafu nikamfuate huyo ambaye hajapika mpaka sasa hivi. Atanitambua leo. Mimi ni nani? Wewe ndiye mfanyakazi mpya, unaitwa nani? Naitwa Amina. Kumbe ni Amina, nilijua tu. Kwa hiyo Amina, mama yako alikufundisha ukienda kwenye nyumba za watu chelewe kupika? Hapana madam, nimepitiwa tu. Nakupa onyo, kuanzia leo nikitoka shule nikute chakula mezani. Sawa madam, nimekuelewa. Kama huwezi kazi, kaanze kupanga nguo zako ondoke. Wapo watu wengi wanataka kazi. Sawa madam. Naenda shule, nikirudi nikute hizi nguo zote zimefuliwa vizuri na zimekauka. Sawa madam. Alafu kuna nguo zangu za ndani, uzisugue hadi zitakate, ole wako zisitakate. Sawa madam. Usisahau kunyosha na kupanga kabatini. Sawa madam. Mwanangu nisamee mimi kwa niaba yule chizi, yani mtoto ni mkorofi, sijui nifanye nini. Sijali mama, ni utoto unamsumbua. Sawa mwanangu, kaendelee na kazi zako. Sawa madam, lakini mama, mtoto wako kanipa nguo zake za ndani nimfulie. Jamani! Umezifua hizo nguo? Kama hujazifua ziache, usizifue, zirudisha, atakuja kufua mwenyewe, sijui mtoto ana tabia gani. Sawa mama. Nimesikia Anita alikuwa ananisema eti mimi na tabia mbaya, sina adabu. Hebu twende nimfuate nieleze. Twende shoga yangu. Anita, kwa nini unanisema? Kwani wewe tabia zangu zinakuhusu nini? Mimi nimesema wapi jamani? Unajidai chizi, uelewi ninachokwambia. Mimi sijasema kitu jamani, kweli tena sijasema. Unaye kujitirisha huruma huku unembobea kwa sema tu msichana, leo lazima tukoneshe. Ukome kunifuatilia binti. Sitaki mazoea na wewe, unikome. Sawa, nimekuelewa. Sio kunielewa tu. Tena siku nikutana na wewe njiani nitaka kuchakaza binti, shukuru tuko shule. Sawa, nimekuelewa. Toka mbele yangu, ondoka. Sawa. Hivi wewe, si nilikwambia ufue nguo zangu za ndani, mbona hujifua? Mama amekata nisifue madam. Kwa ulienda kumwambia mama kwamba nimekupa nguo za ndani ufue? Hapana, alizikuta nataka kuzifua akazitoa. Unaniona mimi chizi, si ndio? Naomba uchukue ukazifua haraka kabla sijakasirika. Sawa madam. Na hizi zingine hazijatakata, karudie zote. Hiyo ni adabu yako ya kutonisikiliza, ufanye haraka. Sawa madam. Ufue hizo nguo vizuri, baadaye nitakuja kuzikagwa, wewe endelea kuzisuza tu, utarudia mara 20 leo. Sawa madam. Alafu nasikia njaa, hebu neno unipakulie chakula unilete kwanza, ndio uendelee kufua. Sawa madam. Jamani, huyo mtoto ni hatari, mbona maa yake hayuko hivyo? Yaani kama niko jela sinara hata kidogo, nimechoka mimi. Ningekuwa na roho mbaya, ningekawekea sumu, kakafie mbali huko, yani kanakera jamani, hata kama ni mtoto wa boss amezidi. Ichapa chakula chako madam. Okay, rudi ukafue na ufanye haraka, nimechoka kukaa hapa, nataka nikaangalie TV. Wewe Esther, si umefua asubuhi hizi nguo, mbona tena unazirudia jamani? Monica amesema zakakata ndio nazirudia pa mama. Wewe Monica, hivi wewe ni mtoto wangu kweli? Mbona kama nimesingiziwa? Hey, mama nikuulize, wewe mimi ni mtoto wako kweli? Mbona unaroomba hivyo wewe mtoto? Umepatwa na nini jamani? Unanipigia kelele tu na wewe. Esther, nasikia kiu, nenda ukanifate maji. Hivi Monica, unalingana na Esther wewe? Uoni kama amekuzidi? Lakini mama, Esther ni mfanyakazi, kwa hiyo ni kazi yake. Kama huwezi kufuata mwenyewe, endelea kukaa hapo hapo, hakuna mtumwa wako humu. Yaani wewe mama, kila kitu unamtetea tu huyo mfanyakazi. Sio mfanyakazi, ni dada yako. Hivi mbona uko hivyo? Mwanangu, umepatwa na nini? Mbona unalia? Monica, mama amenipiga leo mbele ya kila mtu kisa uongo. Jamani, huyu Monica hivi mama yake amemlaje huyu mtoto? Mbona mkorofi sana? Yaani mama, kila mtu ananicheka shule, naona aibu. Hebu twende huko kwa mama yake ili akanieleze kwa nini amekupiga. Sawa mama. Twende sasa.
Monica, ina maana usiki kama kuna mtu anagonga mlango? Mama jamani, simfanya kazi yupo aende akafungwe. Lakini bado unasikia hivyo. Hivi unaniona mimi kama mke mwenzako Monica? Ayo umesema, mimi sijasema, unatafuta tu maneno. Mama, ngoja tu nikafungwe. Achana na huyu mtoto. Acha usiende Esther, huyu mtoto amenizuia vibaya sana, kanichosha. Kafungwe mlango, kuna mtu anagonga. Yaani wewe mama, unaniona mimi ndio mfanyakazi? Kwa nini umemleta mama hapa? Yapiteni. Huna adabu wewe. Piteni tu. Mama Monica, mtoto wako amempiga mwanangu tena mbele za watu. Jamani, huyu mtoto kanichosha mami. Yaani huyo mtoto wako ana kiburi sana, sijui memleaje. Naomba mkanye mwanao. Na wewe mkanya wako. Unaona alivyo na darau. Monica, hivi mbona uko hivyo mwanangu? Tafadhali, acheni. Mimi naenda, akirudia tutakutana polisi. Nisamee jirani yangu na kuahidi nitamkanya. Monica, kwa nini unanaibisha kwa watu lakini kwa nini usikii mwanangu? Mama wananichokoza wenyewe, mimi nifanyeje sasa? Monica, unajua mimi nishakuchoka, yani natamani nikuze. Ndio nishakuwa mwanao sasa, huna cha kufanya. Monica mwanangu, mimi nimekushindwa, ngoja walimwengu wakufunze. Msinitishie amani bana. Mtoto wangu ana mapepo. Ngoja leo niende kwa mchungaji ili tumuombe, kwa sababu hii sio kawaida jamani. Mchungaji, nimekuja leo nina shida, mwanangu ananisumbua sana, nahisi kama mapepo. Kwa nini mama Monica amefanya nini kikubwa hicho? Yaani ana tabia za ajabu sana, hana adabu kwa mtu yoyote, yani anasumbua sana, nimeshachoka mimi chungaji. Pole sana mama Monica. Naomba ukanisaidie kumuombea, nahisi atabadilika mchungaji. Sawa mama Monica, haina shida. Unataka tufanye maombi lini? Hata leo haina shida, ni wewe tu mchungaji na ratiba zako. Sawa, ngoja nikafunge ofisi tangu ili tuende kwako kufanya maombi. Mwanangu nimemleta mchungaji ili afanye maombi na sisi. Aliyekwambia mimi nataka maombi ni nani? Labda kuombe wewe. Mwanangu unahitaji maombi, wewe unajiona uko kawaida. Mama usinilazimishe, maombi hayalazimishwi, niache. Binti, hivi unaona kama unaongea na watoto wenzako hapa? We mzee vipi? Yaani umekuja kwetu alafu unanifokea? Hebu weka simu yako pembeni haraka na unisikilize binti. Hivi wewe mzee unajielewa? Unahisi uko kwako hapa? Binti, nikikufuata hapo utajuta kuzaliwa, weka hiyo simu pembeni. Unampazia nani sauti yako? Hebu nenda kwako, toa kelele hapa. Mama Monica, nipe huyu binti nikaishi naye wiki moja tu, hahitaji maombi huyu. Unataka ukanibake huko, siendi. Monica una akili kweli? Ujue huyu ni kama baba yako. Sina baba mimi na naondoka humu ndani. Sawa mama Monica, naenda kumchukua. Sawa mchungaji. Usile mama Monica, nipe huyu mtoto wako kwa siku chache, hahitaji maombi huyu, nitamleta kwa amenyoka. Sawa mchungaji, mchukue tu, amenchosha. Binti unaondoka na mimi leo, simama tuondoke. Siendi popote na wewe mzee, niache na unikome, sina undugu na wewe kwa hiyo acha shobo. Nimesema simama tuondoke binti. Sitaki, niache. Tuondoke binti. Sawa lakini polepole. Simu yangu nimeacha nyumbani, nitakaje huku bila simu? Uko ina haja ya simu, kwa hiyo kuwa na amani ukutogusa simu. Hivi wewe mzee unasikia unachosema? Unahisi mimi naweza kukaa bila simu? Utaweza tu binti, kuwa na amani na usipigie kelele. Na tumefika binti. Hapa ndio kwangu, kwa hiyo utafanya kile ninachosema mimi. Vipi kuhusu simu yangu? Unahisi nitakaa bila simu yangu? Kumbuka kuongea na mimi kwa adabu binti, ongea kwa heshima. Lakini nimeuliza kuhusu simu yangu, nijibu. Nimeshakujibu kwenye gari. Kwa hiyo simama nikupeleke chumbani kwako. Yaani wewe ni mkatili. Hichi ni chumba chako, utakuwa unalala hapa. Unajua kupika? Sijui na wala sitaki kujua, usinipe kazi ngumu, mimi sisikuzifanya wewe mzee. Kwanza unatakiwa kuniita baba, sio wewe mzee. Pia kila kitu utajihudumia mwenyewe, hakumfanya kazi wako hapa. Mimi siwezi, sijazoea. Basi utazoea, usijali, jiandae ukapikie ule binti. Miki sijui kupika, kanipikie wewe mfanyakazi wako, nasikia njaa. Hakuna wa kukupikia binti, fanya ukapike. Nimesema sijui. Sijui. Baba, mbona umewahi kurudi leo? Bado sijamaliza kupika. Usijali mwanangu, nimekuja na mgeni, yuko chumbani kwake amepumzika. Sawa baba, hakuna shida, ngoja nikaongee share ya chakula. Hata usihangaike mwanangu, huyo mgeni akiamka ataenda kupika mwenyewe. Kwa nini baba? Si ni mgeni huyo? Huyu mtoto amekuja hapa kwa ajili ya kujifunza adabu, kwa hiyo naomba unisaidie kwa hilo, akiamka utaelewa. Ni mkorofi sana. Ndio, yani amemchosha mama yake, kwa hiyo atakuwa hapa na sisi kwa siku kadhaa ili ajifunze. Yaani nimelala mpaka sasa hivi hawajaniamsha nikale. Hivi huyu mfanyakazi wa huyu mzee ana akili kweli? Ngoja nimfuate. Karibu katika ibada ya leo. Tumsifu Bwana katika nyimbo zetu. Tunaendelea na somo kutoka Injili. Wewe mzee, yani nyie mekula na hujamwambia huyu mfanyakazi wako aje aniamshe.
Wewe zee, unaona huyu mfanyakazi wako alivyo na dharau, hanijibu chochote. Kwa nini mmeambiana msinijibu? Basi endeleeni kama mnaona sifa sana, ila mimi nina njaa. Kwani na wewe unisikini kindea? Hujui wewe ni mfanyakazi tu humu ndani, una haki yoyote? Imetosha sasa. Hapa huko kwangu msichana, hivi hujui kiheshimu wakubwa? Kwa nini umenipiga? Mama ngojawahi kunipiga. Kwa hiyo wewe ulivyompiga mwenzako lisi nini kwamba yeye ana haki? Lakini yeye ni mfanyakazi, kwani ana haki gani? Humu ndani kwangu kila mtu ana haki, na hakuna mtu aliyekupikia, kapike mwenyewe. Siki wala sili. Yani amenipiga, atajutia kwa alichokifanya. Na Lalo Musile alinife na njaa ile akafungwa, ajue jinsi ya kuishi na watoto wa watu. Na mama hana hata huruma, anaweze kunileta kwa mtu ambaye hana ndugu naye, goja nife wakome. Yani sitokula chakula chochote mpaka waniombe msamaha. Haiwezekani nipigwe makofi mimi. Nimeona wasichana wakorofi, ila huyu amenishinda tabia, ila nitakula na sahani moja, nitamiosha huyu mtoto. Nasikia njaa sana, ngoja niende jikoni niangalia kama wamebakiza chakula, njaa inauma hatari. Hakuna hata chakula jamani. Kwa nini hawajaniachia chakula na mimi nina njaa sana? Sasa nitafanya nini mimi jamani? Mama ndio amesababisha haya yote. Yaani sidhani kama ni mama yangu. Anawezaje kunileta niteseke huku jamani? Unafanya nini huku jikoni? Wewe si ulikataa kula, kimekukuta nini binti? Nasikia njaa, yani yeye amekula chakula chote hamjanibakizia. Unamgombeza nani sasa? Humu ndani hakuna chakula, subiri mpaka kesho. Kesho? Mimi nasikia njaa. Ndio hivyo binti, subiri mpaka kesho, hakuna jinsi. Kwa nini mnanitesa? Mimi nimewakosea ni jamani? Wewe endelea kulia, mimi naenda kulala. Kwa hiyo mnaniacha nilale njaa? Nitafanya nini mimi? Siwezi hata kupata usingizi kwa hii njaa. Ngoja nikaangalie tu TV, sina jinsi. Ameshapata adabu sasa, hadi ameamua kulala. Yaani huyu mpaka kiburi kimuishe, mbona atanyoka tu. Na kesho asubuhi anatakiwa kuamka kuosha vyombo na kudeki. Ndio ale, yani atakoma mwaka huu. Amka binti, kumekucha, uanze kudeki ndani. Ni deki ndani? Wewe ndio mfanyakazi, nifanya kazi zako. Hapa kila mtu ana kazi yake. Wewe utadeki ndani, utakiendelea kukaa. Sifanyi kazi yoyote, utafanya wewe. Sawa binti. Kwanza mimi nina njaa, hujapika bado. Kwanza kaniamsha mapema. Saa 12 sasa hivi, naenda wapi jamani? Ila njaa inaniuma sana jamani. Ngoja niendelee zangu kuangalia TV, nisubiri apike chai ninywe. Mbona umekaa hapa binti? Umeshafanya kazi ambazo dada amekupa? Dada gani? Yule ni mfanyakazi, sio dada, anatakiwa kufanya kazi zake. Humu ndani kama haufanyi kazi hauli, unalijua hilo? Nisile kwa nini? Umenichukua kwa mama yangu ili niwe mfanyakazi? Nilikwambia wewe unaongea na mimi kwa adabu. Umenipiga tena. Yaani huyu msichana hana adabu kabisa. Ila nitamfundisha adabu kidogo kidogo. Huyu binti amefanya kazi yoyote? Hapana, nimemwambia deki ndani, amekataa, alafu ananambia ana njaa. Sawa, usimpe chakula mpaka deki ndani, sababu ana kiburi sana huyu mtoto, sijui yukoje. Sawa baba, ina shida. Baba, nasikia njaa sana, naomba nile tafadhali na kuomba. Umepewa kazi yake kudeki ndani, umeshadeki au unataka ule tu bure? Naomba nile. Nikimaliza nitadeki baba, nisaidie. Kadeki ukimaliza uje ule. Nimemaliza kusafisha, naomba nile sasa. Sawa, kaa ule. Mdogo wangu, naona madhara yako ya kutoheshimu watu. Hebu fikiria kuwaheshimu watu utapungukiwa nini? Nisameheni. Jifunze kuwa na adabu, hakuna ambaye akupendi kipenzi, hata baba anakupiga tu ili akufundishe sawa. Sawa, nimeelewa. Sawa, endelea kunywa chai, baada ya hapo utoe vyombo ukaoshe. Nikaoshe tena jamani? Unatakiwa uvioshe, ukimaliza kula, unatakiwa kuhakikisha vyombo vinakuwa visafi. Lakini nimechoka jamani. Jitahidi kipenzi, wewe ni msichana. Sawa. Pole kwa kukuamsha. Ila baba ameniambia nikufundishe kupika. Unajua kupika?
Sijui, twende unifundishe. Sawa, twende. Asante sana, najisikia amani sana sasa hivi, najihisi mwenye furaha. Nafurahi umelijua hilo. Ukienda kwa mama yako, uwe hivyo hivyo, usibadilike sawa kipenzi. Sijali, nimeshajifunza sasa hivi. Baba yako akija atafurahi sana kukuona uko hivyo. Nilikuwa namkwaza sana jamani. Naona mnapika huku mnacheka, imekwaje? Jamani baba, nimejifunza na kuahidi nimebadilika sasa hivi, niamini. Hata sikuamini. Nini kimekufanya hadi umedilika? Ni dada Jamila amenifundisha leo. Yaani ukiwa hivi unakuwa mtoto mzuri, sio vile ulivyokuwa na kisirani. Usijali baba, sitowakwaza tena, alikuwa mjinga tu. Yaani nyumba imekuwa nyepesi, ilikuwa kama ina mizuka. Jamani. Basi sasa hivi nimekuwa malaika, au mnasemaje? Leo nimechelewa kuamka. Ongoja niamke nikaoshe vyombo mapema. Maua mazuri yapendeza, ukiyatazama yanapendeza. Tukupeleke BSS, sauti unayo ya kuimba binti. Unataka nikakuaibishe tu wewe? Hongera, lakini unawahi kuamka unanizidi hadi mimi, umekuwa mtoto mzuri sasa. Asante. Mwanangu, naona umeshabadilika. Kesho nitakupeleka kwa mama yako. Kweli baba, nimemkumbuka sana jamani. Lakini niahidi hautomsumbua tena mama yako. Kuwa na amani baba, nimebadilika tayari. Nitakumisi sana kipenzi changu, wewe unakuja kunisalimia. Nitakumisi pia, nitakuwa nakuja hadi unichoke. Usiende kumsumbua mama sasa. Nimebadilika, siwezi kumsumbua tena. Jamani mwanangu, umekuja, nimekumisi sana. Asante mama, nimekumisi pia. Nimekuletea mwanao, amenyaidi amebadilika. Ni kweli umebadilika binti yangu, na mbio kweli. Kwa hiyo mama, unahisi sijabadilika jamani, sasa hivi utanipenda bure. Kweli mwanangu, tafurahi sana. Unakumbuka ulitaka kuniuza lakini ulikuwa unakwaza sana we mtoto, nilikuwa na mawazo kila siku. Basi mimi naondoka, mbaki salama. Sawa mchungaji, asante sana. Mungu akubariki. Asante. Dada, nikusaidie kupika. Maajabu leo, kwa kweli umebadilika, ila asante mdogo wangu, niko sawa. Basi nitakaa hapa tupige story ukiwa unapika. Sawa mdogo wangu, hivi kweli unajua kupika chakula chochote wewe? Dada Jamila amenifundisha kupika kila kitu, kesho nitawapikia. Nasubiri kwa hamu hiyo kesho. Ngoja niamke nikawashangaze. Naona hawaamini kama nimebadilika. Karibuni breakfast. Ni wewe ndio umepika hivi vyakula vyote mwanangu, umejulia wapi kupika? Dada Jamila alinifundisha mama. Jamani, ongera mwanangu.